Hey there. Karibu tena kwenye kipindi kingine cha Open the Word. Open the Word ni kipindi ambacho tunakuja pamoja, tunafungua neno, we open the word, alafu tunajifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Tunafanya hivi kwa sababu tunajua kwamba neno la Mungu ndio taa ya miguu yetu. Hii ndio taa, ndio inatupa nuru, inatupa mwangaza kwenye njia ambazo tunaenda, kwenye mienendo yetu ya siku hadi siku, ili kujua namna ambavyo tunatakiwa kuishi kama Wakristo. Hivyo basi, fungua neno, tuende kwenye kitabu cha Hagai. Tuko kwenye sura ya kwanza. Leo tunaangalia mstari wa 10. Mstari wa 10, Mstari wa 10 unaanza na neno therefore. Na kama umeangalia hizo series nyingine ambazo tumezifanya kwenye waraka wa Paulo kwa Wakolosai na waraka wa Petro, utaona kwamba tumesema mara kwa mara kwamba ukikutana na neno therefore inabidi ujiulize what is the therefore. Kwa hiyo inabidi tuanze kujiuliza hapa, kwa nini anaanza na neno therefore? Well, kwa sababu ya mistari zilizoko hapo juu. Mstari wa 9 alisema kwamba nyinyi mnaenda kutafuta vingi lakini mnapata vichache. Aliwaambia kwamba mkivileta hata hivyo vichache nyumbani kwenu, mimi nitavipuliza, nitaviblow away, nitavitelekeza kabisa. Kwa nini? Kwa sababu anasema hii ni punishment, hii ni adhabu ambayo anawapa, kwa sababu amewapa tamko, amewapa agizo, na hawa wana wa Israeli wamekataa kufuata hilo agizo. Of course, ukikumbuka vizuri tulisema kwamba sababu yenyewe kuacha kujenga hekalu la Bwana ni kwa sababu kuna mfalme ambaye alikuwa sio mfalme Cyrus, mfalme mwingine ambaye alikuja akawakataza kuendelea baada ya figisu na visingizio mbalimbali ambavyo vililetwa, malalamiko mbalimbali ambayo yaliletwa kwa huyo mfalme. Ina maana kwamba tawala za ulimwengu zikawa zinapingana na tawala za mbinguni, na pale ambapo tawala za ulimwengu zikipingana na tawala za mbinguni, Mkristo formula ni kwamba unafata tawala za mbinguni, unamfata Mungu anachokisema. Anasema kwamba nyinyi mnaishi kwenye nyumba zenu ambazo zimekaa kifahari, na wakati hekalu la Bwana limebomoka. Therefore, hiyo ndio therefore inapokuja. Therefore, hivyo basi, therefore, because of you the sky is withheld. Kwa sababu yenu, kwa sababu yenu, hii hapa ni adhabu inaendelea. Anasema kwa sababu yenu the sky has withheld its dew and the earth withheld its produce. Anga zitashikilia maji yake, zitang'ang'ania maji yake, hazitawaletea unyevu, hazitawaletea mvua. Kumbuka wana wa Israeli kwa wakati huu walikuwa wana engage pia kwenye mambo ya farming, kwenye mambo ya ukulima. Kwa hiyo walikuwa wanategemea kwamba waweze kulima, kupata mazao, kupata chakula, kupata mkate wa kila siku. Sasa hapa Mungu anawakumbusha hayo mazao na process zote zinazohusika kwenye kuleta hayo mazao, hiyo nguvu inatokea wapi? Anawakumbusha kwamba hivi, unajua mimi nikiamua kushikilia hii mvua haishuki. Nikiamua kuiambia ardhi isitoe mimea haitoki. Sijui kama Mkristo unauelewa huo, au kila wakati unavyofanya vitu. Kwa mfano, umeenda ofisini, umefanya kazi, mwisho wa siku unaangalia account, mshahara umeingia. Au kwa unafanya kibarua, asubuhi umetoka nyumbani, umeenda umepata kibarua, umefanya kazi, jioni umemaliza, umepewa mkate wako wa hiyo siku. Sijui kama unaelewa kwamba huo mkate, huo mshahara, hiyo pesa, hiyo mali ambayo unaifanyia kazi, unaitolea jasho, hivi unajua kwamba ni Mungu ndiye ambaye anairuhusu ije kwako. Hivi unajua kwamba Mungu akiamua kwamba ashike mikono ya huyo bosi wako, au ashike mikono ya hiyo biashara, au ashike mkono wa hilo soko, hutauza. Hutapata chochote. Sijui kama unaelewa hii kama ni kweli kabisa. Kwenye Deuteronomy 8, Mungu anawaambia wana wa Israeli, mtakapoingia kwenye ile nchi ya ahadi, mkafanya shughuli mbalimbali, mkapata mkate wa kila siku, mkapata utajiri, msisahau kwamba Mungu ndiye anayekupa nguvu ya kupata huo utajiri. Ndicho Mungu anachowakumbusha hapa. Anawaambia, mimi nimewapa agizo, nyinyi mmeamua kukimbilia kufanya vitu ambavyo vinawanufaisha nyinyi wenyewe. Hivi mnajua kwamba hivyo vitu ambavyo vinawanufaisha nyinyi ni mimi ndio natoa. Anasema nikisema tamko moja, nikisema neno moja, mvua zinaacha kunyesha. Nikitoa tamko moja, si mnataka kusikiliza tamko la huyu mfalme wa hapo ulimwenguni, ambaye anapingana na amri yangu.
Hivi mnajua kwamba nikisema tamko moja, hiyo ardhi yenu ambayo mnaipigania kila siku itaacha kutoa mazao? Sijui kama Mkristo unaenda siku hadi siku ukielewa ukuu wa Mungu, ukielewa nguvu ya Mungu, ukielewa kwamba kila kitu kinachokuja kwako ni Mungu ndio anakiruhusu au Mungu anakishikilia. Inakupa sababu ya kwanza kushukuru sana. Kushukuru sana afya ulionayo, familia ulionayo, mshahara, kazi ulizonazo, elimu ulionayo, kuona kwamba kila kitu ambacho kimekujia kwako kimetoka kwa Mungu, lakini kimetoka kwa Mungu kwa ajili ya utukufu wake. Kwamba ni Mungu amekupa wewe ili wewe umtukuze yeye, ili umshukuru yeye. Unakumbuka mstari wa 8 aliposema kwamba ninataka nyinyi muende mkajenge hilo hekalu langu so that I may be pleased with it and be glorified. Yeah? Hilo ndio lengo la Mungu. Anapoachilia baraka kwako ni ili yeye atukuzwe, ili wewe urudi kwake ukaseme Mungu asante, utukufu na baraka zije kwako. Unakumbuka wale wakoma 10 ambao walikuwa healed, waliponywa na Yesu Kristo kwenye zile Injili. Alafu wakaenda, akarudi Msamaria mmoja tu, ambaye ndio akaja kusema shukurani kwa Yesu. Yesu akauliza, hao wenzako wako wapi? Ina maana ni mmoja tu huyu, the Samaritan of all people, ndio ambaye anakuja kutoa shukrani. Mungu anatukuka pale ambapo tukifata amri zake. Kwa mstari wa 10 anasema kwa sababu ya kiburi chenu, kwa sababu ya dhambi yenu ya kuto kunisikiliza, nitaishikilia anga, haitanyesha mvua, nitaishikilia ardhi, haitatoa mazao. Mstari wa 11, I called for a drought on the land, nitaita ukame kwenye ardhi, nitaita ukame kwenye nchi. On the mountains, on the grain, on the new wine, on the oil, on what the ground produces, on men, on cattle, on all labor of your hands. Ninaita ukame kwenye kila kitu, Mungu anasema. Mkristo, usipuuzie adhabu au discipline ya Mungu pale ambapo Mungu anakuadibisha, kwa sababu hicho inaweza kutokea kabisa. Unaweza ukajikuta kwenye sehemu ambayo una ukame kwenye kila sehemu. Ukame kwenye shughuli zako, ukame kwenye afya yako, ukame kwenye ndoa yako, ukame kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye kila kitu ambacho unahusika nacho. Ni sehemu nzuri ya kumkumbuka Mungu na kukimbia na kurudi na kusema, Mungu, kama kuna chochote ambacho nimeshindwa kutii au nimeshindwa kusubmit myself kwako, naomba unisamehe. Naomba unisamehe na tubu dhambi zangu. I commit myself kwenye mikono yako. Pale ambapo Mkristo umeanza kwenda kigeugeu tu, unafanya mambo yote, starehe zote za maisha yao, unaenjoy kwa ajili ya manufaa yako na umemsahau Mungu wako, ni muhimu sana kurudi kwa Mungu, kuomba msamaha na kujiweka katika mikono yake, kuangukia katika mikono yake. Na kama hujamwamini Kristo na labda ndio una maswali hayo mengi ya kwa nini maisha yako yanaendaenda tu, haupati satisfaction kwenye kila kitu ambacho unafanya, hamna amani ya moyoni, hamna contentment kwenye maisha yako, hamna kuridhika kwenye maisha yako, hebu anza hapo kuangalia, hivi umefuata agizo la Mungu la kuweka imani yako katika Kristo, la kumpokea Bwana Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, au unaishi maisha yako ili kujisatisfy mwenyewe? Consider your ways. Amen.